Karibu tena katika makala yetu ambayo inaitwa Unyakuo. Na leo anayekuhakikisha unaweza kusikiza sauti hii ni mimi Emmanuel Rizaya. Twende sambamba. Tamthilia yetu au simulizi yetu inaanza hapa. Tunaona vijana wakiwa kanisani, lakini wakati mchungaji akiwa anaelezea habari za Mungu, tunaona kuna mwingine anachati, mwingine anaandika, mwingine anafanya yale anayofanya. Ndio kama kawaida ambavyo sisi tunapoenda kanisani, kila mtu huwa busy na mambo yake. Wakati neno linapohubiriwa, basi kila mtu huwa ako pale kwa ajili ya kujifunza kile anachoona ni chenyewe. Simulizi inaitwa The Rapture. Basi tunaona baada ya kuwa siku ya Jumapili au siku ya ibada imekwisha kuondoka, tunaona vijana tena wamekutana mtaani. Hawa ndio tuliona wale wakiwa katika ibada, lakini wakati mwingine inaonyesha vile ambavyo kila mtu atakuwa busy na maisha yake. Wewe labda utakuwa kanisani, wewe utakuwa wapi, lakini kuna kitu ambacho kitaweza kutokea ambacho huenda watu wengi hawakijui. Wengine tutakuwa tumeomba appointment kwa ajili ya kutoka na marafiki zetu kwenda kufanya shughuli zetu kama kawaida tulivyozoea, lakini bila kujua kitu gani ambacho kinaweza kutokea baada ya hapo. Huyu ni mtu na mpenzi wake wametoka. Basi huyu kijana baada ya kuwa amemsubiri mama yake kwa muda mrefu, mama alikuja pale na kumwambia sasa tunaweza tukaenda. Uko vizuri? Niko vizuri mama. Basi safari ilianza. Nao wengine waliingia katika gari, walikuwa na miadi, walikuwa wamepanga kutoka out, walikuwa na appointment ya kuweza kutoka kwenda kutembea. Kama unavyojua vijana tunapenda kwenda kutembea. Lakini huyu mwingine yuko na mpenzi wake. Wametoka out kidogo wakizungumziana mawili matatu. Tunamwona huyu kijana ambaye ni Robert, yeye muda wote simu iko mikononi, earphone mikononi, masikioni. Hataki hata kumsikiza mama yake. Mama yake anaongea lakini yuko busy akicheza game. Hao wengine nao wanatoka hapa wakielekea huko kwenda kufanya survey, kwenda kutembea. Kama tunavyojua ni kawaida yetu sisi vijana, huwa tunatafuta muda fulani tunaweza kutembea. Basi baada ya safari ndefu, hawa wapenda nao waliamua kukaa sehemu moja, watulie, wapeane mawazo na kuliwazana kama watu wenye mahusiano. Ni nini ambacho kinaenda kutokea? Kumbuka nimesema kwamba tamthilia yetu au simulizi yetu hii inaitwa The Rapture. Na mimi utajifunza na utaelewa chochote ambacho Mungu amepanga leo kutuzungumzia. Basi baada ya kufika nyumbani, kijana alikuwa na mama yake. Sasa naomba ufungue macho yako na masikio yako uweze kunisikiliza hapa. Kuna kitu kinaitwa unyakuo, yani ni kitendo ambacho kitatokea ndani ya sekunde moja. Kufumba na kufumbua, hakutokuwa na watu ambao wameteuliwa na Mungu. Hapa tunamuona kijana, kama tulivyokwisha kumuona kijana pale, yuko na mama yake na wengine wako kwenye gari wakielekea huko ambako alikuwa anaelekea. Basi huyu anaamua kutoa ua kwa ajili ya kumpa mpenzi wake, akampa mpenzi wake, akasema nashukuru, ua liko vizuri. Basi mama yuko na kijana wake wanaenda ndani. Kama unavyojua Robert bado simu iko mikononi mwake akicheza game hata akiwa anatembea. Hawa bado wako katika njia, huyu naye yuko na mpenzi wake. Lakini sasa naomba ufungue macho. Ni kitu gani ambacho kinaenda kutokea hapa? Hebu fungua macho. Ndani ya sekunde moja, kufumba na kufumbua, watu wa Mungu hawatakuwepo. Basi angalia hapa, angalia. Huyu mama anafungua mlango, anachomeka funguo, lakini ghafla ukimya wa ajabu unatokea. Ghafla huyu anatoa pete, kuja kugeuka, anatazama mpenzi wake hayupo. Lakini naye Robert anakuja kushtuka, mama hayupo. Na ingali mama alikuwa pale mlangoni. Kitu gani ambacho kimetokea? Huyu anakuja kugeuka, mpenzi wake hayupo. Huyu naye alikuwa amelala, wenzake wakiendesha gari, anakuja kushtuka, pana kama gari linaenda ndivyo sivyo. Anaangalia hakuna mtu na gari linaenda kugonga huo mti ambao uko pale mbele yake. I see. Unyakuo. Basi naye huyu jamaa ambaye alikuwa na mpenzi wake anashangaa mpenzi wake ametoweka ghafla, lakini Robert anashangaa mama hayupo tena pale. Anajiuliza kwani kimetokea nini? Ni kitu gani ambacho kimetendeka hapa katikati? Anaenda kuangalia, mlango haujafunguliwa na kufuli mfunguo iko pale. Sasa mama asitaka kufungua mlango hapa. Huyu naye anashangaa, wenzake wote hawapo. Waliokuwa wanaendesha gari wametoweka. Yeye alikuwa amekaa siti ya nyuma. Na ukiangalia hawa ndo wale ambao wakati wa ibada walikuwa wanachati kanisani. Hawa ndo wale ambao wakati wa ibada walikuwa hawachukuli serious, wanafanya mambo yao wakati wakiwa kanisani. Sasa kilichotokea ndo hiki hapa. Wapenzi ambao walikuwa serious na mambo ya kiungu wameondoka. Wamebaki wale ambao tunasema hawa walikuwa wanaambiwa ukweli lakini hawataki kuchukua maamuzi. Na hapa ndipo tutakapokuja kupata wanawali wapumbavu.
Walikuwa wanaambiwa ukweli lakini walikuwa hawachukuli kwa serious. Huyu sasa ndo akakumbuka kwamba kuna sehemu ambayo inaitwa ibada. Hapo ndipo watu tutaanza kukumbuka tulikuwa tunashuhudiwa, tulikuwa tunasikiliza habari nyingi katika mitandao ya kijamii. Tulikuwa tunasikia vitu vingi katika mitandao hii ya kijamii. Kanisani tunashuhudiwa, lakini tulishindwa kuchukua maamuzi wakati ule, tukizani kwamba bado tunazo nguvu na nguvu za kuendelea. Lakini my friend, nikwambia kwamba muda umekwisha, dakika zimeisha. Na wakati huu ni wakati ambapo tunatakiwa kuwa serious, kuamua kutoa utu wa kiungu. Tuishi kwa kuishi maisha ya kitakatifu, na kama tunakosea basi tutubu, turekebishe, ili unyakuo utakapokuja kutimia nasi tuwe ni miongoni mwa wale watakatifu ambao watakuwa wanaondoka. Ombi lako la mwisho siku zote unapoomba, mwambie Mungu, naomba Baba, watakatifu wanapochukuliwa, basi na mimi naomba niwe miongoni mwao. Tunapokuletea ujumbe huu kama makala hizi zote ni kutaka kuturejesha katika ule msingi wa kweli. Turudi katika neno la Mungu. Hiyo siku nakwambia, huenda mtakuwa mmekaa wawili au watatu, lakini mmoja atachukuliwa, mwingine atabaki. Ni swala la kujipanga ili wewe katikati ya wale ambao watachukuliwa, wewe miongoni mwao. Usije ukaanza kuyutia kama ukijana ambaye sasa anakimbilia kanisani kwenda kuona, lakini kanisa liko tupu sasa. Hakuna mtu. Waliambiwa, je, mko tayari kwa ajili ya unyakuo? Na mimi nakuuliza wewe leo, uko tayari kwa ajili ya unyakuo? Muda umekwisha, dakika zimekwisha, na vitu vyote vimefika mwisho. Mimi nishie hapa, naitwa Emmanuel Zaya. Karibu tena katika makala nyingine. Asante na Mungu akubariki sana.